Hamjamboni wananchi. Mwambaje. Kawuono Jumani. Odiochieng' ma kawuono wuotho kela kamoro ni Kimondo, County mar Kwale. Kuma odiochieng' ma kawuono wadwa wuoyo kit pith mar nas. To jalno ma bende wadwa wuoyo go kawuono kaka japith iluongo ni Abdalla Mambo. Kata kiero nying ma bende ong'ere go kabisa en ni Mambo kwa wakati. Odhi puonjo wa kit nas ma en owuon pidho, osebedo kopidhe kuom kinde marom nade. Kaka pile an iluonga ni Alori nyaka Black machiegni. Jambo. Uko salama? Nzuri sana. Uko sawa? Yes. Nishukuru. Kwa mimi leo nimesema nije Mombasa ama ndio Kwale County. At least Kiswahili yangu kidogo nijaribu kuiongelea hapa mkinifunza mambo ya ukulima wa nazi. Yes. Karibu hapa ndio shambani, hapa ndio nyumbani. Hapa ni Kwale County. Ward ni Kinondo na hii village inaitwa Mazikuko. Yes, yani hii ni village ambayo iko na maji mengi sana. Kwa hivyo karibu nyumbani kwetu na uone zao la mnazi na tuzungumze mambo zaidi ya mnazi. Mama yuko hapa. Yes, na anaweza kukaribisha pia. Asante. Karibu sana. Hapa ndio nyumbani. Hii ni Kwale County. Hapa kwetu ni Kinondo Ward na hapa kwenye tuko ni Majikuko. Yani hii michanga inastore sana maji. Venye ukichimba tu tayari maji, ndio maana ikapo hiyo jina Majikuko. Kwa usishangae kwa hilo. Okay. Karibu jisikie uko nyumbani. Asante sana. Uwinjo wachno Majikuko wang'ni koko ditwere jowadu Majikuko matiende ni kuma wantie ni odiochieng' ma kawuono ne giwacho ni pi nitie loka makata kipure mara matin to pi wuok wadhi revuo. Angependa kwanza tuambie jina yako, mahali ambapo tuko na nini hasa leo tunafanya. Kwa majina mimi nasema naitwa Abdalla Mambo. Ama jina ya mtaani na mbona julikana ya ukulima naitwa Mambo kwa wakati. Mimi ni mkulima, mimi ni mfanye biashara, mimi ni mfugaji. Kwa hivyo mimi ni mkulima minazi na mambo mengine. Hapa ni Kwale County. Kwale County iko na ward 20. Katika miongoni mwa ward 20 hii ni ward ya Kinondo. Inaitwa Kinondo Ward. Na hii sehemu ambayo tuko inaitwa Mazikuko. Imekuwa blessed na maji. Ningependa kujua tofauti kati ya nazi na madafu ni nini? Okay. Kwanza tuanzie kwa ule mti. Ule mti wenyewe unaitwa mnazi. Alafu ile product ambayo inatoka inaitwa nazi. Lakini kabla haijakuwa nazi kuna process, kuna hiyo growth. Inaanzia kwa maua. Ikiwa hapo juu maua inakuja kitu inaitwa hapa nyumbani ile lugha nyumbani inaitwa tale. Language ya Kidigo inaitwa kolokotsi. Unaona? Alafu baada hapo ikiendelea kukua for about 2 weeks inakuwa ni tale. Baada hapo ikiendelea tena ikikua tena ikienda kama another 2 weeks inabadilika sasa inakuwa dafu. Unaona? Ikiwa dafu sasa, hii dafu ukipasua iko na maji ndani lakini bado itakuwa haina ladha. So another 1 week hivi inajenga nyama kule ndani ambayo inakuwa very soft. Ndio ile ambayo tunaita ni madafu, ambapo kwa nje inakuwa ni green. Unaona? Then inaendelea hiyo process, inaenda another 1 week hivi inakuwa ngumu pale ndani, ndio inaitwa koroma. Unaona? Baada ikiwa koroma nayo unapatwa tena about 2 weeks inaanza kubadilika rangi kule nje sasa. Unaona? Inatoka kutoka kwa green mpaka inakuwa kitu kama brown. Unaona? Hiyo ni dalili ya kwamba sasa hii imeanza kupevuka. Sasa hiyo ndio inaitwa nazi. Tukiangalia kwa juu tu tunasema ile imepevuka, iko tayari kuangushwa. Na ile nyingine bado ni green, ile bado haijakuwa tayari. Kwa hivyo kwa hiyo rangi tu inakuonesha ile iko tayari ni nazi, na ile ambayo bado iko green hiyo ni madafu. Yes. Okay. Nafasi inaikwa futi ngapi? Kutoka mti mpaka kwa mti ni kulingana na watu vile tu kienyeji. Na pia wataalamu baadaye wakaja wakatuelezea ni between 8 meters to 10 meters kutoka kwa mti mmoja mpaka mwingine. Kwa hivyo unapanda kwa line, kwa hivyo spacing ni hiyo between 8 to 10 meters kwa from intercrop na pia kwa nini kwa row. Asante sana. Ningependa kujua wakati nyinyi wenyewe mnapanda mti wa mnazi, mnachimba shimo futi ngapi? Mnazi unataka shimo kubwa, tuseme kama futi square, futi 3. Unaona?
na kwa sababu baada ukifanya hiyo square nini tuseme hata si square mnaita 3 kwa 3 kwa 3, so unaona. Alafu ndipo unaweka mbolea, ama unaweza kuchukua samadi ama ile nyasi ambayo imekauka, ndipo unaweka hiyo nazi, na ni huwa tunaita ni mche. Tutaenda kwa nasari baadaye ukaone, huwa inaitwa ni mche. Kwa hivyo unaweka pale, alafu unafunika. Unaanza na ile topsoil, unafunika vizuri. Yes, inahitaji maji ule wakati wa mwanzo. Nazi hufanya vizuri kwa climate na kaaje? Nazi inataka sehemu ambayo iko na it's a bit humid. Inataka mahali ambapo tunasema ni tropical climate. Inataka mahali ambapo si jua sana, kwa sababu najua kuna wakati ambapo nazi zetu ziliharibika kwa sababu kiangazi kilikuwa kirefu. Kwa hivyo nazi inataka temperatures hizo za 28 zinaenda mpaka 30, unaona. Lakini ikienda extreme, nazi pia unaathirika. Kwa hivyo nazi ni mmea ambao unataka maji na unataka hewa nzuri, na unataka pia mchanga mzuri. Yes. Na tukisema wakati hamna maji huwa mnafanyaje? Wakati hamna maji, unajua sasa tufanye kilimo cha irrigation, tunafanya kilimo cha kutegemea mvua ya Mungu. Lakini inaonekana hiyo ni challenge ambao itabidi huko tunaenda lazima tuwe na ukulima wa kunyunyiza wa irrigation. Kwa hivyo kama ile minazi ambayo unaweza weka maji kama uko karibu ile maji ya nini, lakini minazi huwezi weka minazi mingi maji. Labda ile ambayo iko karibu na nyumbani tu ndipo unaweza wekea maji, lakini huwezi weka shamba yote. Kwa hivyo sisi kilimo sana cha mnazi watu wanategemea the natural rainfall. Yes. Mti wa nazi unaweza kaa kwa muda gani? Mimi mimi niko 59 years na nimeona minazi ambayo imekomaa tayari iko na almost, ilipandwa na babu zetu, iko na almost 50 years. Kwa hivyo mnazi unaweza enda hata miaka 200. Yes. Varieties ambazo nyinyi wenyewe mmepanda ni zipi na zile najua mimi ni 3. Kuna ile mnazi hii ya kawaida tunaita African Tall, hizi zetu za kawaida ambazo ziko hapa. Alafu kuna nazi inaitwa Kisamli. Iko ukiona iko orange, unaona. Mara nyingi hiyo inatumika sana, kwa uzuri wake ni madafu, kwa sababu watu wanapenda kunywa hiyo maji. Alafu kuna variety nyingine tu ya Kipemba. Ya Kipemba si mirefu kama hii yetu African Tall, unaona, ni mifupi. Tunaambiwa kuna dwarf variety, lakini dwarf variety sisi hatujapata. Yes. Na sidhani kama kuna mkulima hapa around ambaye yuko na hiyo dwarf variety. Yes. Okay. Kitu kingine pia ningependa kujua ni soko iko aje? Market. Sasa hii hapa, to be very practical, soko ni nzuri kwa sababu hata majirani zetu kutoka Tanzania wao wameweka collection centers huku, kwa sababu nasikia kwao wana process vizuri, kwa processors wako wengi. Kwa hivyo raw material kama wanaifuata huku. Kwa hivyo soko si mbaya, kwa sababu wao wameweka aggregation centers. Alafu kwa soko pia vile tumesema tutaenda kwa soko, ukifika nazi ziko, kuna wachuuzi ambao wananunua wanapeleka Nairobi, kuna wachuuzi wanapeleka Kisumu, kuna wachuuzi. Kwa hivyo wale wenzetu wa Mombasa ambao wanaishi matown wanategemea sisi wa rural huku. Kwa hivyo kuna hao small traders wanapeleka, alafu kuna hao wakubwa ambao wanachukua kwa aggregation wanapeleka Tanzania. Alafu pia kuna processors, yes, ambao wamefanya contract farming na wakulima. Unaona kwamba nazi zako usiangushe, wao ndio wanachukua for value addition na processing. Okay. Yes. Huwa inachukua muda gani ndio iwe iko tayari? Tunasema mnazi tuna harvest 3 times in a year. Kila baada ya miezi 4 unapata, kila baada ya miezi 3 unapata harvest. Kwa sababu wakati wa kuangusha, yule anayepanda kwa mnazi, yeye lazima ajue ni expert. Anaangusha nazi, haangushi makoroma wala haangushi madafu, kwa sababu makoroma yatagraduate kuwa nazi. Unaona, kwa hivyo yeye akienda pale anaangusha nazi peke yake. Alafu ile koroma ina period of about 3 months nayo imegraduate imekuwa nazi. Kwa hivyo after every 3 months unaangusha. Kwa hivyo unaweza fanya 4 harvests. Nazi huwa inafanya vizuri kwa mchanga, inakaaje? Mchanga wa mnazi ni loam soil, inafaa vizuri. Kwa sand inafanya, lakini ile ya sand haitakuwa mzuri zaidi kama ile ya loam soil.
Kwa hivyo mnazi inapenda starehe, inapenda mchanga loam soil. Yes. Huwa mnajuaje maua ya kike na mwanaume kwa nazi? Mnazi hasa uzuri wa nazi anayefanya pollination, ambaye anafanya cross pollination. Nazi tunasema ni kama hermaphrodite. Unaona? Kwa pollination yake inategemea sana au insects kama vile nyuki. Kwa sababu nazi uko na hizo mbegu mbili, ya kike na ya kiume. Unaona? Hasa kwa minazi ikiwa mingi au wadudu ndio wanafanya. Unaona? Sisi hatuwezi jua kwamba ni ya kike ama ni ya kiume. Kwa sababu ukifanya tu ile flowering hiyo ina nini? Ni more like kama ni hermaphrodite. Iko na both male and female. Both male and female. Yes. Alafu sasa kutaka kujua kama mnazi wenyewe uko tayari, umesema mwenye anazivuna wanajua vile zinakaa. Yes. Anayejua kama sisi vile tumelelewa huku, tunajua vile nazi na vile stages. Kwa hivyo ukiona nazi imeanza kubadilika rangi, tayari mtu anajua imekomaa. Unaona? Lakini mtu ambaye hajajua anaweza fikiria ile color it turns from green to brown. Kwa hivyo yule ambaye anapanda ama anaenda kuvuna, yeye anavuna zile brown peke yake. Unaona? Zile green, unaona?
Machiegni kendo janeno marwa e kidieny mar ariyo gi thuolo mabende an godo sani en wadhi timo gima Kiswahili dendo ni kugema mnazi. Ang'eni penjori ni manang'o, jal mabende wan godo kawuono dhi nyisowa ni manang'o matemo wachono. Kik iwach ni alal ni e lugha. Machiegni kendo kidieny mar ariyo ka bende adwa na par ni antie Kwale County kamoro ni Kinondo. Nimeambia watazamaji mambo na kugema mnazi. Ndio. Majority hawaelewi hicho nini nimeongelea. Unaweza tufafanulia tu kidogo nini hiyo? Kisha baadaye tuendelee. Asante. Mnazi ni ule mti. Na huu mti una products nyingi sana. Miongoni mwa hizo products kuna kitu inaitwa ile drink. Ile drink ambayo tunasema ni local brew. Ile mkomboti yetu inaitwa mnazi. Unaona? Kwa hivyo ile mnazi ni it's like tapping. Unaona? Kugema ni kutap. Unaona? Kwa hivyo kuna special people ambao ndio wanaenda huko juu kwenda kutap. Hawa hawaendi kuangusha makuti, wala hawaendi kuangusha nazi, wala hawaendi kuangusha madafu, wanaenda kufanya nini? Kwenda kutap. Ile sasa product ambayo inapatikana kwa hiyo nini. Lakini watu wengi wanasema ni hiyo kinywaji inaitwa mnazi. Yes. Kwa hivyo kugema ni kutap. Value addition kidogo unaweza tufafanulia ni zipi zinapatikana kwa mnazi? Zile products zetu ambazo zinapatikana kwa huu mnazi mmoja. Wataalamu wanasema kuna almost 120 products ambazo zinapatikana kwa mnazi. Huu mnazi wenyewe ile mti hiyo ni mbao. Tumegundua kwamba na power saw unakata unapata mbao. Alafu kuna makuti vile tumesema tunatumia kwa kujenga nyumba, kuna fagio zinachongwa, unaona kama watu wanatumia kama toothpicks, unaona. Alafu kuna hizo nazi. Unaona, nazi yenyewe iko na products nyingi. Hiyo nazi kuna mafuta yanaitwa virgin oil. Unaona, kuna mafuta, alafu kuna hiyo kifuvu. Hiyo sapu hiyo kikamuliwa, kuna ile kitu inabakia inaitwa machicha. Watu wa chicken feed wao wanatumia kulisha. Kwa hiyo products ni nyingi. Lakini tuko na mtu mmoja ambaye tunamuuzia nazi. Yeye anaitwa Kentest. Yeye ndipo zile nazi zikifika ana process, anapata mafuta ya nazi, anapata raw material, kuna copra cakes hapo, kuna raw materials za kutengeneza sabuni, unaona. Kwa hivyo yeye ndio there so many products ambazo anazitoa katika ile nazi moja. Hata ile kifuvu, inasemekana kifuvu inatoa ile kifuvu yake ile ganda ya nje ile brown ina moto mwingi sana. Kuna watu wengine pia wananunua kwenda kutumia kama kwa boilers zao na kitu kama hiyo. Yes, kwa hivyo hizo products zinatoka nyingi tu. Sasa kuna watu ambao wananunua na wanaenda kutengeneza kuongeza value. Yes. Asante sana. Unaweza tuarifu tukitoka hapa tunaenda wapi? Tukitoka hapa nimeita rafiki yangu ambaye ni kijana hapa na ni mtu hapa ambaye yeye amebobea katika hii kazi ya tapping ama kazi ya kugema. Ndipo yeye, kwa sababu mimi ni mzee siwezi panda juu siwezi panda huko, yeye ndipo ndiye anaenda huko. Na yeye ni mtaalamu, anajua jinsi ya kupanda na jinsi ya kwenda kutoa the product ama the drink ambayo ndio hiyo mnazi. Okay. Yes. Ningependa utuambie jina yako na ni nini hasa wewe mwenyewe unafanya? Mimi kwa majina naitwa Chidombo wa hapa Kinondo. Kwa hivyo nimeamua kujifunza kugema na sasa ni mgema. Kwa hivyo nataka niwaonyeshe watu wenye wakuja kuangalia mambo ya kugema. Mimi naona kufikia hapo, nikitoka hapo nipande pale juu ya mnazi nifungue vile venye ninaweka, maana ile mnazi si kwamba kuna chemical, ni ile kitu yenye inatolewa nazi. Ile ndo tunafunga kamba na hiyo ndo tutaenda nayo paka itoe pombe. Kwa hivyo nataka niwaonyeshe kwamba kugema ni hivi na hii. Challenges gani hasa wewe mwenyewe kama mgema umepitia? Niko na challenge nyingi, maana unaweza pata mnazi penginepo, unaweza sema unaweza ufunga huu nitoe mnazi, lakini ukakataa nikawa ni wakuzaa tu nazi peke yake. Kwa hivyo unaweza panda kama wiki 2 na usitoe hata kikombe hapo cha chupa. Alafu ndo unaachana nao, unatafuta mwingine unafunga tena. Haya basi tutaonyesha vile unapanda huo mnazi. Tap, si ndio? Sawa. Asante. Aya gikinde mabende wan godo ni en wadwa dhi neno kaka jal ni dwa idho nas aeto kae bang'e odhi tap kata kugema miwinjo wachono mondo in bende kaka janeno marwa yud thuolo mar ng'eyo ni to kong'o kata pombe mabende giwacho gi dho swayo ni iyude nang'o. Wadhi uru.
Sasa hii ni madafu. Hii ndio ile ulikuwa unasema palm wine. Palm wine. Palm wine ni kinywaji cha wasee ambapo tunakunywa wakati kama tunazungumza mambo ya nyumbani, tunazungumza maendeleo, lakini kama tunakunywa. Unajua wakati wa kukunywa mzee anakuwa so open kama mtoto mdogo, hana siri. Kwa hiyo tunaitumia hii kama ADR, alternative dispute resolution. Wazee pia wanatengeneza sheria hapa. Na kama ni miradi pia inapangwa hapa. Kama ni miradi ya maji, kama ni miradi ya biashara ya nazi, kama soko la nazi tunazungumza liko namna gani. Kwa hivyo huwa ni wakati wake huo. We talk about life, ya maisha. Kumaanisha hii ni ya sherehe tu, kukaa kujisikizia. Sasa hiyo tumeona ni value addition moja. Ndio. Nilikuwa umesema ziko more than 100. Yes. Ingine ni gani? Sasa nataka kukupatia vile tunapata tui. Tui ni ile mafuta ambayo tunapikia. Baada ya nazi umeangusha na umetoa ile maganda ya juu, alafu ndipo inapasuliwa, alafu mama ndio anakuna, ndio tunatumia hiyo sasa kwa kupikia. Ukisikia mchele wa nazi, ile mchele wa Mombasa hapo. Yes. Ndio hata ile mbazi pia. Mbazi ya nazi. Mchele wa nazi. Sio naona kuna maharage ya nazi. Hapo kila kitu wa nazi hapo umefika. Okay. Yes. Acha tuende tuone. Mmesikia vidole sasa tumebaki kufanya hivi. Tuende tuone. Hii ni kuti yenye tunatumia kwa kuwezekea nyumba kama una uwezo wa bati. Sana sana huku kwetu pia ni biashara, tunatengeneza makuti kwa ajili ya kutengeneza cottage huko beach. Sasa ni wazungu wanapenda haya makuti kuliko mabati. Ndio kabisa, kibofu cha mkojo kama kina uchafu fulani ama pengine figo zina shida, kinywa maji ya madafu inasafisha. Na kama utapata mtu pengine na matatizo ya yellow fever, pia hii madafu inasafisha. Achiel kuom gigo madaher ni ng'e kuom nas en ni athoth ji ong'ega ni nas en njugu. Tadiera man ka en ni ok en njugu. Mar ariyo, atamalo 94 mar nas nigi pi, manyiso ni percentage ne mang'eny ahinya en ni en gi pi mang'eny ma bende konyo dend dhano. Achiel kuom gigo kendo madaher ni ng'e kata ka wadendo ni bendi ng'eyo kata health benefit ma bende ng'ato nya yudo kotiyo gi nas en ni ne jogo man gi tuoche aina mag blood pressure, kichamo nas duoko chien tuo aina ni. Mar ariyo bende ne jogo man tabu kata sama idhi oko tin gi problem mar dhi oko, iwacho ni kichamo nas timo gima kisungu dendo ni okonyo constipation. Ne jogo ma bende samoro diher ni oronwa ote machuok, inya tiyo gi SMS namba marwa ma en 236000. Ne jogo ma bende sani piny olony, wayudore Facebook, TikTok, kata ana wuon inya yude page mara mar Facebook mar Lorino Mondi. TikTok bende ayudora gi nying mara Lori Nyaka Black. Page bende wan godo mar Pur gi Ohala ma bende nitiere TikTok. Karwotho yie wachak warom juma manyien. Lungani Lori Nyaka Black. Oriti masani. Mondo mine chenroni kod mamoko mag Pur gi Ohala. Donjie viewsasa.com.